Juma lililopita, juma la 8, tulikuwa na somo lilosema maisha ya Yesu madhabahuni sehemu ya kwanza. Katika juma hili tulijifunza kutoka katika aya zilizopo katika kitabu cha Marko sura ya 1. Na hapa tuliona mfano wa Yesu ambaye maisha yake yalikuwa yametawaliwa na maombi. Na maombi yalikuwa ni kipaumbele chake, haikujalisha ni mahali gani alipo au ni wakati gani. Basi karibu katika juma la 9 tena, na katika juma hili tutakuwa na somo lisemalo maisha ya Yesu madhabahuni sehemu ya 2. Juma hili tutaangazia aya zilizopo katika kitabu cha Luka ile sura ya 6. Na hapa tutaona ni namna gani tunaweza kutumia muda mrefu kuwasiliana na Baba kama Yesu pia alivyotumia masaa mengi kuwasiliana na Mungu. Kabla tujaendelea, tupate ombi. Baba yetu wa mbinguni, ni juma lingine tena tunakuja kwako tukasikie kutoka kwako. Kubali kutufundisha na kutusikilizisha yale uliyokusudia tuweze kuelewa. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu, amina. Muda husimama. Miaka michache iliyopita nilipitia wakati mgumu kiroho. Nilihisi kuwa Mungu alikuwa mbali sana. Maisha yangu ya maombi ni kama hayakuwepo. Nilikuwa na msukumo mdogo wa kujifunza Biblia, na niliposoma ilionekana ya kulazimishwa na isiyokuwa na maana. Katika jangwa langu lote la kiroho, nilijua kuwa Mungu alikuwa akiniita, lakini kusema kweli sikutaka kwenda kwake. Nilihisi kama angenifanya niache vitu nilivyovipenda na kufurahia. Baadhi ya vitu hivi vilihusika kwa uhusiano wangu naye kuvunjika, lakini sikutaka kuviacha. Baada ya majuma kadhaa ya kukimbia, Ijumaa moja jioni nilipiga magoti kwenye sakafu ya chumba changu na kumimina moyo wangu kwa Mungu. Nilimwambia kila dhambi, uoga, shaka na maumivu, kila kitu akilini mwangu na moyoni mwangu. Ulikuwa wakati wa kuzungumza moja kwa moja na Mungu kwa uwazi wote. Nilipomaliza, niliamua kwa mara ya kwanza kumruhusu Mungu azungumze nami. Hadi wakati huo maombi yalikuwa ni mazungumzo ya mtu mmoja, lakini wakati huu Mungu alisikiliza na kisha akazungumza nami. Sauti yake haikusikika, lakini ilieleweka vyema kwenye moyo na akili yangu. Jambo la kwanza ambalo Mungu alisema lilikuwa, nakupenda. Najua unaumia. Ninahisi maumivu yako. Nakupenda jinsi ulivyo. Uko salama pamoja nami. Nitakusaidia. Sitakuacha. Mungu aliendelea kuzungumza, akituliza hofu yangu na kunipa ushauri wa kivitendo juu ya masuala ambayo yalikuwa yakiniletea huzuni. Machozi yalianza kunidondoka nilipokubali upendo wake usio na masharti kwangu. Nilipotazama saa, kwa mshangao ilikuwa ni saa 7 usiku. Nilikuwa nimetumia saa nyingi pamoja na Mungu katika maombi, na nilihisi kama dakika chache tu. Ghafla nikaelewa jinsi Yesu alivyoweza kutumia usiku mzima katika maombi. Mambo ya kufanya. Andika Luka 6 fungu la 12 hadi la 16 kutoka katika tafsiri ya chaguo lako. Kama unapungukiwa na muda, andika fungu la 12. Unaweza pia kuandika tena kifungu hiki kwa maneno yako mwenyewe, au kueleza kwa muhtasari, au kutengeneza mawazoni picha pana ya mpangilio wa mada na yale yaliyomo katika sura hiyo. Basi unapoendelea kutafakari, Bwana